Huduma ya 2-iko-1 imetua nchini Tanzania kwa lengo la kuwakwamua wachungaji, wanandoa, wajane na vijana rika kiujuzi na kiuchumi vitakavyosaidia kujenga mshikamano miongoni mwa wanajamii. Huyu hapa askofu Mtanzania akizungumzia huduma hiyo nje ya kanisa la PRA jijini Dodoma kunakofanyika kongamano la wanandoa. Bishop Dr. Benson Ruta wa kanisa la Glory to God Ministry for All Nation, na makao yetu makuu yako hapa Dodoma, na mimi ndo mwanzilishi wa hii huduma. Na shukuru Mungu kwa ajili ya taasisi ambayo mimi ndo coordinator wa Tanzania. Ni taasisi ambayo imekuwa baraka katika mataifa mbalimbali, na mimi kama askofu siwezi kupokea taasisi ambayo sina uhakika nayo. Nimebidi nipeleleze na kuichunguza na kuingia kwenye mtandao, kaangalia kwenye link yao, nikaona wanahubiri utakatifu, wanasimamia neno la Kristo. Ninachomshukuru Mungu ni majira tunayo haya ambayo watu ndoa zinavunjika mara kwa mara, hazina uponyaji. Lakini taasisi 2-iko-1 inakuwa na uwezo wa kumsaidia mtu kugusa moyo wake ili ndoa ilikuwa imekaribia kusambaratika irudi hali ya kawaida, itengenezwe. Wakifundisha habari za kusameheana, habari za kuaminiana, habari za kufanya kitu kimoja. Ndio maana inaitwa 2-iko-1, maana mbili katika moja, ndio maana yake. Ndio maana ya hii taasisi. Lakini vile vile kingine kileta utukufu mkubwa sana ni kuona yule mwanzilishi wa hiyo huduma kule Australia, moja kwa moja anafundisha kutoka Australia, anafundisha kutoka Marekani, anachokifundisha kana kwamba ni Mtanzania. Kwa hiyo hicho ndicho kinanivuta kwamba waje Tanzania, na wamekuwa baraka na watazidi kuwa kwa baraka katika taifa hili. Kwa mfano kule kuna rafiki zangu kule Rwanda, Burundi, Kongo, sehemu mbalimbali, nimeweza kuwasiliana nao nikajua zaidi, na ndio maana tukaileta katika nchi. Na kuna vitu wanafundisha, kwa mfano naambatana na kubariki wachungaji, kuinua wachungaji. Kama nilisikia kule Mwanza mtoto wa wachungaji wameenda kusoma Kenya, ni kweli, na wanasaidia vitu kadha wa kadha kutokana na kile ambacho watasikia kufanya. Hilo ndio maana mimi nimefurahi kwamba tuwe nao na watakuwa baraka katika taifa hili, kwa sababu kama wanasaidia wajane, wanasaidia wakina mama, wanasaidia sehemu mbalimbali kutokana na mazingira walionayo sisi wa Tanzania, bila shaka wamepunguza mzigo kwenye taifa hili katika kusaidia jamii ya Watanzania. Sisi ni watakatifu, tunaishi utakatifu na tunaushiriki utakatifu. Tunajua kufundisha masomo ya utakatifu aweze kwenda nje ya utakatifu. Kwa hiyo hatuwezi kujua ratiba ya Roho Mtakatifu. Aidha Roho Mtakatifu ameona iwe kesho, kwa sababu kuna jambo kubwa zaidi ya hapo. Kwa hiyo hatuwezi kuingilia mpango wa Roho Mtakatifu. Najua walichokiongea kitatimia. Angiliwa makundi, wanachotaka ni watu 15 wakae sehemu moja, wao wanajifunza neno la Mungu, na kati yao kuna kitu kuwezeshwa katika yale makundi. Na yale makundi yanavyokuwa nafanya vizuri, yanaweza kaandika proposal, yumkini wanahitaji kitu gani faneni wakisaidie, nao wakiangalia, kwa sababu tuko na ratiba ya makundi na wanaweza kusaidia. Kwa mfano kama nimesema habari za labda wakina mama kuanzisha nani, tengeneza sabuni na vitu vingine mbalimbali. Na sehemu nyingine wamewasaidia katika mambo mengi. Bila shaka na Tanzania ni wakati wetu. Hapana, wanatoa ujuzi na mtaji. Ndio maana akanasema kwamba sio jambo zuri mchungaji anatoka kuhubiri au baba anatoka mitaani afika nyumbani kutana na nini, hamna chakula chochote pale mezani. Inaleta tatizo kuingia katika nini, uvunjifu wa nini, wa ndoa. Kwa ndio maana unawezesha wamama, na ukizingatia mwanamke ndio anayebeba nini, familia. Ndio maana wamewekeza nguvu kusaidia wamama ili wasaidie nini, familia. Kwa hiyo kwa msingi kama huo wanatoa elimu, lakini bado watawezesha kwa mtaji ili tuweze kuona ile kusudi la Mungu fanya nini linatimia. Mikoa tumeanzia Mwanza na tulianza Kigoma, lakini mafanikio sio mazuri sana. Kwa tumekuja Mwanza, tukitoka Mwanza sasa tumekuja Dodoma, tukitoka hapa tunaenda Singida tunaenda Morogoro, tunaenda Babati, tunaenda Arusha. Kwa kadiri tunavyoweza kufanikiwa tutakufika mikoa mingi, hata Tanga tayari tumekwisha kufika. Kwa mfano Mwanza ambako tumeanzia Mwanza tayari process zinaanza na baadhi ya pesa zimeanza kutumwa, na zaidi ya yote kuna watoto wachungaji wameenda kusomea Kenya mambo ya urubani na vyuo vingine. Hiyo ni ushahidi tosha kwamba
Tumeanza ni muda mchache tu, ndani ya hizo siku chache tu, lakini tumeanza kuona matokeo, na Dodoma na bila shaka jambo litakuja kutimia. Wote wanaokuwepo hapa tunahusika kwenye vile vikundi, na jamii kubwa tunaangalia inasumbuliwa sana ni wajane. Ndio maana nao kuna kiongozi wa wajane ambaye amekuja, nafikiri dada umemuona, atasimama na wajane na tuangalia nini cha kufanya kwa wajane. Lakini vijana sehemu nyingine wameweza kununua mapikipiki zaidi ya 80. Sasa Tanzania na dipendi nini Mungu ataona ni vema kusaidia vijana wetu. Lakini kwenye makundi yao watakuwa nao ni sehemu ya yale makundi ambayo yatatengenezwa ya watu 15. Msikie mchungaji Andronicus Kiuvi kutoka Mombasa nchini Kenya, ambaye yupo jijini Dodoma, Tanzania kwa ajili ya kongamano hilo, akitafsiri sehemu ya mafundisho ya mabosi wa huduma hiyo waliokuwa wakiyatoa moja kwa moja kutoka nchini Australia, ambapo amesema you might think I have nothing or that I need to forgive, that you might recognize the word disappointment. Unaweza wewe kwa sababu ya kiburi chako ukasema sina kitu cha kusamehe au cha kujisamehe. Huyo ni shetani anataka kukuvunja moyo sasa. Matthew 18 told us that we need to forgive the person from our heart. Na kama ni msamaha itoke kwa moyo, utakumbuka hicho kitu tena kesho. So to involve our heart in the forgiveness, we need to tell Jesus how it made us feel when they did that thing to us. Tunastahili tuelezee Yesu pia kivile ulisikia ama ulifanya ama ulisema wakati ulikosewa. And when Ian committed adultery against me, I had to say something like this. Wakati huyu mume wangu Ian alifanya uasherati kwangu, nilifanya hivi. I choose to forgive Ian for having that affair with that girl. Yesu nimeamua kumsamehe Ian kwa kufanya uasherati na yule msichana. And making me feel abandoned, angry, hurt and devastated. Na amenifanya nikasikia nimekataliwa, nimetengwa na sina maana. John Israel, Banda Media, Dodoma.